Na hata kwenye Biblia tumejifunza kipindi cha Daudi aliandaa vitu vyote, na akamwambia Mungu, naomba sasa nikakujengee nini? Hekalu. Mungu akamwambia huwezi kunijengea kwa kipindi chako. Kwa maana nzuri, hakumwambia tu Daudi mwenyewe, ila alimwambia na wale watu wote ulionao kwa kipindi hiki hawezi kufanyaje? Watakuja kugeuka baadaye, waone wengine wakijengea, kama watakuwa hai au kama watakuwa wafu, basi watajenga wengine ambao nitawapa kibali. Na kile kibali kikahamishwa kikaenda kwa nani? Kwa Suleiman, mtoto wa Daudi. Na tunaona hata Daudi pale mwishoni anatamani angejengea Mungu hekalu, lakini akati tamaa, vile vyote alivyokuwa amevikusanya anavirithisha kwa Suleiman na wale wote ambao wataongoza naye watakaotumika na Wakristo, akisema sasa, jamani, nililimbikiza hivi kwa furaha, kila nilichokuwa nacho nilikusanya. Basi akavitoa, na wengi waliokuwa pale waliguswa mioyo. Aliyekuwa amevaa ushanga wake mkufu mzuri pale akautoa, aliyekuwa amevaa pete ya thamani akaifanyaje? Akaitoa. Aliyekuwa na nguo ya thamani ya pili akaitoa, au viatu, ili tu ile nyumba ya Bwana ikajengwa. Kwa nini? Walikuwa wamejifunza kama Habakuki anavyotuangaliza kwamba baraka zote za mahali, mafanikio yote ya mahali, na si tu eneo kwa eneo tu lenyewe, lakini hata mtu binafsi mmoja mmoja, vinaambatana na kumjengea nyumba. Angaliza, anaambia mtafanya kazi, mtalima, mtajenga, mtaingia kazini usiku sana, mtaamka mapema sana kwenda kufanya kazi, mtachoka, lakini zile pesa zitakuwa zinafanyaje? Zinapukutika na upepo. Kwa maana gani? Mungu hajapata mahali pa kuabudiwa, nyumba ya Mungu bado haijajengwa. Kwa hiyo wale wana wa Israeli walipomwona Daudi anafanya ile tendo la imani, anasema mimi ninakaribia sana vya thamani alipokuwa amekusanya kwenye nyumba yake. Wale watu wakasema kila mmoja lazima ashiriki hii baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja, si mtoto mchanga, si mtu mzima, si ambaye ni kilema, si ambaye ni mjane au mgani, hapana. Wote wakasema lazima ni baraka hizo, kwa maana najua baraka zilizo katika kumjengea Mungu nyumba yake ya kuabudiwa. Mbona hata Yakobo alipokuwa kwenye safari yake, baada ya kuoteshwa ile njozi, anamwambia Mungu, inaanza hii safari ambayo sijui ninakoelekea, lakini nakuomba tuwe Mungu wangu, nitakapoenda salama, nikarudi salama, hapa nilikoondokea hapa nitaweka madhabahu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni matendo ya imani kwamba Mungu anapowekewa eneo la kuabudiwa, hivyo vingine vyote vinafuata. Baraka za Mungu zitakuja. Na mimi niseme tu ya kwamba ninawapongeza sana wapendwa Wanakawaya kwa umoja wenu, kwa kujua ya kwamba tukimjengea Mungu hekalu ambapo ataabudiwa, kwa maana nyumba ya Mungu imeshachoka, imeshazeeka, na sisi huenda nyumba zetu kila siku tunazikarabati, na tuna nyumba nzuri tunamoishi, lakini ili furaha yetu ikamilike, ili mafanikio yetu yaweze kudumu, tukaona ni muhimu tufanyaje? Tumjengee Mungu mahali pa kuabudiwa penye heshima ya Mungu mwenyewe. Na mimi niwaahidi tu ya kwamba Mungu ni mwaminifu, atawajaza baraka Wanakawaya. Amen.